Theme yetu inasema stand firm. Stand firm, God is doing a new thing. Stand firm, God is doing a new thing. Simama imara, Mungu anafanya jambo jipya. Simama imara, Mungu anafanya jambo jipya. Nimeshasema jinsi ambavyo Mungu tulimwomba semester iliyopita. Na nilishasema jinsi ambavyo tulikaa na Mungu. Na kwenye ile night of conversation nikumbukeni, tulikuwa na theme inasema stand firm, take territory. Ndio? Stand firm, take territory. Sasa leo tuna theme inasema stand firm, God is doing a new thing. Mungu anafanya jambo jipya. Ulikotoka ni mbali. Ulikotoka ni mbali sana. Na aliyekutoa huko ulikotoka ni Mungu. Mimi natamani usisahau tu hilo. Wakati ulikuwa hauelewi utafauluje, wakati ulikuwa haujui itakuwaje, lakini ilikuwa, na sasa umefika. Wakati ulikuwa una mashaka, wakati una apply chuo, haujui kama ungepata nafasi hapa Muhimbili, wakati haujui uapply course gani, wakati hauelewi utafikaje chuoni, hauna fedha, wakati haujui utalipaje ada, wakati haujui utaanzaje masomo, Mungu amefanya. Mungu amefanya. Usisahau wakati ule ulipokuwa na doubt. Don't forget that moment. Usisahau. Usisahau. Usisahau wakati ambao ulienda mbele za Mungu unalia kwa machozi, unajua hautafaulu, lakini Mungu amekutendea jambo jipya. Usisahau. Na usisahau kumrudishia Mungu utukufu. Kuna document nimeiandika na nilituma kwenye group. Kama mtu ameiona anaweza kaisoma. Imeeleza mambo mengi sana pale kuhusiana na shule. Kuhusiana na kuanza msimu mpya. Don't forget. Sasa leo mimi natamani sana tuangalie jambo jipya ambalo Mungu anaenda kulifanya for this time. Inawezekana umetoka kugumu sana, lakini umefika hapa umesahau kama umetoka kugumu. Halafu umekutana na jambo gumu. Hauelewi utatokaje hapa. No. Kumbuka ulikotoka. Halafu tazama hatua ulio nayo leo. Halafu mwachie yeye aliyekusaidia jana, atakusaidia na leo tena. Kumbuka wakati wana wa Israeli wanavuka bahari ya Shamu. Walipovuka walifika jangwani. Walihisi labda wakivuka wamemaliza. No. Yaani ukivuka bahari ya Shamu kuna jangwa. Na pale jangwani hamna chakula. Pale jangwani hakuna maji. Hakuna kisima cha maji. Hakuna mmea ambao utaupanda jangwani ukatoa mazao ukala. Kumbuka hicho. Kwa hiyo umevuka bahari ya Shamu, kuna jangwa. Lakini kama amekuvusha kwenye bahari ya Shamu, ukifika jangwani atakuvusha tena. Bwana asifiwe. Lakini pia unapovuka jangwani kuna mto wa Yordani uko mbele yako. Na usisahau Mungu aligawanya bahari ya Shamu, lakini alipofika kwenye mto wa Yordani hakuigawanya. Kasoma vizuri kwenye kitabu cha Yoshua. Hakugawanya. Aliwaruhusu, akawapa njia nyingine, wakapita juu ya mto wa Yordani. Kwa hiyo Mungu aliyekusaidia jana kwa namna ile atakusaidia na leo kwa namna nyingine. Sio kama jana. Ila aliyefanya jana atafanya na leo. Lakini alivyofanya jana sivyo atakavyofanya leo. Kwa sababu unaweza ukafikiria, labda nilipokuwa form 6 nilipokosa fedha alinisaidia mtu fulani. Halafu yule mtu kwa bahati mbaya amefariki. Au yule mtu kwa bahati mbaya hana fedha tena za kukusaidia. Leo hii umekutana na changamoto kama ile ya kwamba hauna fedha. Usitegemee kwamba ataleta tena yule mtu akusaidie. No.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura 49 mstari wa 19. Ngoja nisome hapa. Hafu tuende tukaombe, tukamwombe Mungu wetu. Isaya ile sura 43 mstari wa 19. Lango linasema, tazama nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama pori wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu wateule. Tazama nitafanya jambo jipya. Tazama nitatenda jambo jipya, na nitatengeneza njia na utapita. Hapa alikuwa anaongea na wana wa Israeli baada ya kuwa amewasaidia. Ukianzia kusoma ule mstari wa 14, baada ya kuwa anaonesha jinsi alivyowasaidia, lakini anasema tena, natazama na wakati huu tena nitafanya jambo jipya. Kwa hiyo maana ya kuja leo mbele za Mungu kwa kumshukuru Mungu ni kwamba tuna acknowledge kwamba ni Mungu aliyefanya. Tunatambua ya kwamba ni Mungu aliyefanya. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati anasema, basi utakapofika huko usimsahau Bwana Mungu wako, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa sababu ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Maana yake nini? Ndiye akupaye akili za kuweza kufanya vizuri kwenye matokeo yako. Ndiye akupaye ufahamu, ndiye akupaye ujuzi, ndiye anayefungua maisha yako wakati unaona giza, ndiye anayeleta nuru. Kwa hiyo utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa sababu ni yeye atakayekusaidia, ni yeye aliyekusaidia, na ni yeye atakayekuwa pamoja na wewe. Sasa hapa tunapomshukuru leo Mungu na sadaka yako ambayo umeiandaa, tunapoitoa mbele za Bwana na kupeleka maombi yetu ya shukrani, na kupeleka maombi yetu ya shukrani, na kupeleka maombi yetu ya msimu mpya wa masomo, maana tunamwambia ni wewe Bwana uliyefanya, na sasa tunaanza hatua nyingine katika wewe, kwa sababu ulituvusha huko na utatuvusha na hapa, kwa sababu ulitusaidia na hapa utatusaidia. Kama ni wewe uliyekuwa pamoja na mimi wakati uliopita, basi na hapa utakuwa na mimi, hautaniacha. Hivyo ndivyo tunavyoenda mbele za Bwana. Kwa ninatamani sana kwenye moyo wako uanze kutafakari kwa namna ya tofauti sana, uanze kufungua fahamu zako, uanze kuachilia moyo wako mbele za Bwana. Ulikuwa unaona kama hauelewi situation zinavyoendelea. Kuna watu ambao wamemaliza form 6 miaka iliyopita, lakini mwaka huu wamekuja chuo, kwa hiyo wameshasahau hata habari za kusoma. Yani kikaa hivi anasoma, anaona ugumu. Aliyekusaidia ni Bwana, aliyekupa nafasi ni Bwana, na atakayekusaidia ni Bwana. Atakuwa pamoja na wewe na hata kuacha kamwe katikati ya maisha yako na katika safari yako unayoanza leo. Hakika wema na fadhili za Bwana zitakufuata. Usisahau. Wala usitamani kuweka akili na ufahamu wako. Unaanza kusema hapa nitasomaje? Anatomy mbona kama sielewi? Mwaka wa pili mbona kama sielewi? Mwaka jana nilipata hostel, mwaka huu sina hata hostel. Ninakaa mtaani, sielewi hata kodi ya nyumba sina, hata nini sina. No, aliyekusaidia ni Bwana. Alikuleta hapa sio kwamba aishie njiani. No, alikuleta hapa ili akikufikisha hapa akupeleke na pale. Lazima atakupeleka pale, kwa sababu aliyeanzisha safari ni yeye, na atakayemaliza ni yeye. Usisahau. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba nikutajie hivi vitu vichache alafu tu. Naomba nikutajie vitu hivi vichache. Namna ya kuingia msimu mpya. Kama unaweza kuandika, unaweza kuandika. Cha kwanza, kuwa na malengo ya kiroho. Kuwa na malengo ya kiroho. Umefika hapa leo, kuwa na malengo ya kiroho. Usisahau kama
ni Mungu aliyekusaidia. Kwa hiyo kuwa na malengo ya kiroho, yaani ukuu kiroho. Ulitoka nyumbani haujui kuomba, ukirudi nyumbani ukipiga maombi mpaka watu wanasema huyu alikuwa kwenye chuo cha Biblia au alikuwa chuo cha medicine. Ulikuwa haujui hata kuelezea Biblia ikoje. Ingia kwenye Bible study. Ingia huko. Jifunze. Tuna Bible study kila siku ya Jumapili. Njoo ujifunze Biblia. Ili siku moja mtu anakuambia njoo nielekeze, unamfundisha mpaka anasema sijawahi kukutana na mwalimu kama huyo. Ulikuwa unaishia viwango fulani vya kuimba nyimbo za sifa kule kama zile za Sunday School. Njoo hapa, imba kwa viwango vikubwa. Usiimbe kawaida. Kuwa na malengo yako ya kiroho. Ulikuwa unahubiri kawaida. No. Sahau, hubiri kwa viwango vingine tena. Kwa sababu umetoka sehemu ya kwanza, umeenda hatua nyingine. Usibaki kama ulivyokuwa. Kwa nini usikue kiroho? Leo hii ukirudi nyumbani au hata ukiwa unaongea na simu, mama anajua mwanangu ni daktari. Tena hajui kama unasomea udaktari, anajua unachukua udaktari. Kwa hiyo anajua kabisa mwanangu ni daktari. Akienda pale kwenye bao anacheza kwenye kahawa, yuko anakunywa kahawa na wenzake, anasema kumbuka mwanangu ni nani? Sasa sikiliza nikwambie, ulivyokuja kiroho ndivyo urudi kiroho. No. Usikubali hicho kitu. Jambo lingine la pili, kuwa na malengo ya kitaaluma. Kuna watu hapa hawaelewi waweke malengo aje. Hawajui waseme nipate GPA ngapi. Hawajui waseme nipate A au B au ngapi. Lakini kuwa na malengo ya kitaaluma. I remember nilipofika hapa tulianzisha sisi UKWATA. Lakini that time tunaanzisha UKWATA, maana yake kumbuka mimi niko first year, alikuwa kaka Amos mwenyekiti wetu. Ndiye alikuwa mwaka wa 3. Huyo ndiye alikuwa mentor wetu sote, members wote wa UC. Ndiye alikuwa mentor wetu. Sikuwa na mentor wangu wa kifamasia katika fellowship yangu. Lakini nilijiwekea malengo, nikasema nilikuja hapa na nimefaulu vizuri na nitafaulu vizuri. Na ndivyo ilivyokuwa. Nisingetamani kusema tu kwamba nilipata ngapi, lakini nilifaulu kwa viwango vya juu sana. Kwa nini? Kwa sababu niliweka malengo yangu ya kitaaluma. Kwa hiyo weka malengo ya kitaaluma. Hata kama unaona mambo ni magumu, lakini sema mimi hapa ninataka GPA ya daraja la kwanza kuanzia 3.5 au 3.8. Weka malengo yako. Halafu soma kwa bidii. Lazima Mungu atakusaidia. Jambo la tatu, kuwa na nidhamu na maadili. Hili sitaki niseme sana, alisema Pastor Nduye siku ile, sio discipline. Alisema mnakumbuka vizuri. Lakini jambo la 4, tafuta neema ya Mungu katika kila hatua. Usisahau Isaya 43 mstari wa 19.